Wow, naitwa Neema Tapule. Mimi ni mama lakini pia ni mwalimu by professional, nimeajiriwa na nafanya biashara kwa muda wangu tu wa ziada. Na fursa hii ya biashara ambayo naifanya kwa sasa hivi, ambayo hata wewe ambao unanisikiliza unaweza kwenda kuifanya, nilikutana nayo Instagram kama tu mteja wa product ambazo tuko nazo, ambazo utaenda kuzielewa vizuri kabisa. Nilikuwa mteja na baada ya kutumia bidhaa zilifanya vizuri, nikaamua rasmi kufanya. Kama unavyojua, waajiriwa wengi sana huwa tunapambana sana nje ya ajira kuweza kuongeza kipato. Mishahara haitoshi asilimia kubwa. Ikiwa kama mwalimu nilivyoanza kazi, nilikuwa nikiangalia ule mshahara wangu naona kabisa haunitoshelezi. Natamani kuwa na vitu vizuri, natamani kujenga nyumba nzuri, natamani kumiliki gari, watoto wangu wasome shule nzuri, lakini nikiangalia kwenye ule mshahara nilikuwa naona kabisa siwezi kutimiza ndoto zangu. Kwa hiyo nilifanya biashara nyingi sana. Nakumbuka kuna biashara ambayo nilifanya ya kufungua vinywaji vya jumla na rejareja, na huo mtaji nilienda kukopa kama unavyojua waajiriwa. Kwa hiyo nilikopa mtaji, nikawa na kiu kubwa kwamba nikienda kufungua duka langu la vinywaji vya jumla na rejareja ni lazima nikatoboe, lakini haikuwa vile ambavyo nilikuwa nimefikiria before. Nilifungua kweli, lakini mambo yakawa mengi, hasara. Kumbuka masaa mengi nakuwa nipo kazini, machache sana kwenda kusimamia biashara. Kweli ilipa ugumu kwenye kusimamia, lakini vile vile sikupata ile faida ambayo nilikuwa nahitaji. Nikapambana tena kufanya kitu kingine, kwa sababu mimi actually nilikuwa nafahamu vizuri masuala ya saluni, haya vitu vyote navifahamu vizuri kabisa. Kwa hiyo nilitamani pia kuwa na saluni, lakini ilikuwa sina hiyo idea tena. Nakumbuka wakati naendelea kufanya hizo shughuli zangu za saluni, kuna rafiki yangu mmoja akaniambia, Neema, kwa sababu unafahamu vizuri masuala ya saluni, kwa nini usifungue saluni? Kwa sababu unawasuka watu mtaani kawaida, haupati ile pesa nzuri. Nilibeba lile wazo, nikafungua saluni yangu nzuri kabisa. Lakini baada ya kufungua saluni, kumbuka pia masaa 9 nakuwa nipo kazini, machache sana kwenye ile saluni yangu. Kiukweli nilimwajiri pale dada pale kazini kwangu kwenye hiyo saluni yangu, lakini pia ilikuwa changamoto. Nikwambie tu, mdada anasuka watu, nikirudi jioni ananiambia, dada sijasuka, sijafanya kazi. Lakini nikiulizia majirani anasema, mbona Neema kuna watu walikuja wamesuka, imekuwa kitu kama hicho. Kwa hiyo nililepea kwenye hizo stress tena. Niwaambie, nilinunua mpaka CCTV camera nikaweka kwenye ile saluni yangu, lakini pia sikutoboa. Kwa nini? Kwa sababu watu walikuwa nakuja, nilikuwa naona kwamba okay, leo wamekuja watu 5, lakini exactly kwamba wametoa shilingi ngapi nilikuwa sipati jibu sahihi. Kwa hiyo pia ilinipa kwenye wimbi kubwa la stress kwamba sasa nifanye nini, kwa sababu nikiangalia kwenye duka langu la vinywaji sipate kile kitu ambacho nakitaka. Nikiangalia kwenye hii saluni ambayo pia nimeinvest pesa nyingi, pia sipate kile kitu ninachokipata. Najikuta kama namfaidisha ile dada ambaye yuko pale kwenye saluni. Kumbuka mimi ndo nayelipa kodi, ninalipa ile umeme, sijui maji, taka, whatever, all stuff there nalipa mimi. Kwa niliamua kwamba nikawaza sasa nifanye kitu gani ambacho kitaweza kunisaidia kuniondokana na hizi stress ambazo nazipata. Kama nilivyokuwa kawaida niko naendelea kutafakari. Sasa wakati huo naendelea kutafakari, ndipo sofa zangu za nyumbani kwangu zilichafuka. Zilivyochafuka nikawa natafuta sasa fundi gani wa kunibadilishia kitambaa cha sofa, whatever. Nikawa niko ofisini tu na marafiki zangu, nikamwambia, jamani, natafuta fundi ambaye atanibadilishia kitambaa. Sikujua kama kuna sabuni ambazo zinaweza kusafisha sofa. Kwa nikauliza ofisini kwangu, akaniambia, Neema, hebu ingia Instagram, tafuta fundi utampata. Kiukweli kipindi hicho hata Instagram nilikuwa hata sielewi sana, lakini nikatafuta, nikampata fundi vizuri kabisa. Baada ya kumpata fundi, alinipa gharama ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Ile gharama nikaona kabisa huu mshahara wa walimu si unaishia hapa jamani. Kwa hiyo sikumalizana naye kwamba aje kunitengenezea. Baada ya hapo nikakutana na mtu mwingine, kwa sababu this time hata wewe ukienda kwa search Instagram maybe nguo za watoto, utaletewa account nyingi sana zinazohusiana na nguo. Kwa mimi niletewa account nyingi zinazohusiana na masuala ya sofa. Ndipo nilimkuta dada ambaye anauza sabuni za kusafisha masofa. Yule dada nilielewana naye, akanipa gharama ndogo tu 20,000 by then. Kwa hiyo nikawa nimependa, lakini niko bado pale ofisini. Nikawaambia tena marafiki zangu kwamba jamani, nimepata huyu dada anauza tu sabuni ya kusafisha masofa 20,000, ila ameniambia nilipie ili aweze kunitumia. Nikwambie, marafiki zangu wote pale wakaniambia, Neema, watu wa mtandaoni wengi ni matapeli. Watu wa mtandaoni vitu vyao vingi havifanyi kazi. Kiukweli nilikuwa discouraged, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa sijawahi kuna kitu chochote mtandaoni. Kwa hiyo kweli na mimi nikanivaa kwamba kweli watu wengi wa mtandaoni vitu havifanyi kazi, bidhaa hazifanyi kazi, nikaishia pale. Lakini nilivyorudi nyumbani mimi hiyo saa 9, nikaangalia sofa zangu mimi ndo chafu. Sijajua wale wenzangu kwao zina hali gani. Kwa niliamua nikasema, Neema, mbona nishapata hasara nyingi sana? Kama 20,000 kwenye vinywaji napata hasara kila siku naitwa leo. Saluni yangu napata hasara kila siku naitwa leo. Hebu tu ngoja nitoe nione kama haitofanya kazi. Basi sitatoa taarifa yoyote pale ofisini, lakini kama itafanya kazi nitaenda kuwapa feedback. Kwa hiyo nilinunua mimi mwenyewe bila kuambia tena wale watu wa ofisini.
nikapewa ile sabuni, kikweli nikawa surprised hata mimi, kwa sababu ilikuja kitu ni kidogo sana. Nikasema kweli nimepigwa. Kweli nilikuwa surprised, nikawa na complain, mbona kitu ni kidogo hivyo? Unaelewa ile kitu kama unakuwa bado huna uhakika nacho Kwa hiyo nilitumia, akaniambia tu Neema, tumia, isipofanya kazi nitakurudishia pesa yako. Kwa hiyo nilitumia, ilifanya kazi vizuri. Baada ya kufanya kazi vizuri, kwa kweli nilifurahi. Kwa hiyo nikaenda ofisini, still mdau bado sijui kama ni biashara kubwa kiasi ambacho nafanya sasa hivi. Kwa hiyo nikaenda ofisini kwenda kuwapa tu feedback ile kesho yake kwamba jamani, nilinunua ile sabuni ambayo mliniambia nitaibiwa mtandaoni. Imefanya kazi, sofa zangu zimetakata vizuri. Kwa hiyo pale ofisini kwangu nikapatana na watu ambao wakaniambia, Neema, kama umefanya kazi kwako vizuri na mimi nahitaji hiyo sabuni, hebu niagizie kwa huyo dada, sio tapeli. Huyo dada atakuwa ni mwaminifu huko mtandaoni. Niagizie kwa huyo dada. Kwa hiyo nikapata watu ambao ofisini pale wanahitaji ile sabuni. Kwa hiyo baada ya pale mimi ndo wazo la biashara kubwa likanijia pale kwamba okay, kama kuna watu wengi ambao wanahitaji hichi kitu wakiwa hapa ofisini, hebu yule dada aniuzie kwa bei ndogo niweze kuwauzia watu ofisini. Nilipomtafuta yule dada akaniambia, Neema, kama unataka kuwauzia watu, ni bora ukazipata hizi bidhaa kwa bei ya kiwandani ambayo ni ndogo sana na kwenda kuitengenezea faida kubwa. Akanielezea kwenye hiyo sabuni moja tu the way ambavyo una uwezo kwenda kutengeneza faida kubwa. Nikawa surprise, niwaambia tunapenda hela halo. Kwa hiyo hapo nikasema kama ni vizuri nikachukua hizo bidhaa kwa bei ya kiwandani ambayo ni ndogo, nikawa niko tayari. Nikatafuta mtaji, kwa sababu hakuna biashara ambayo haina mtaji. Kiukweli nitafuta mtaji, sikuwa nao kwa kipindi kile. Nilipambana, nilitafuta huku na pale ninapopajua mwenyewe, nikapata. Nikaanza biashara rasmi. Kwa hiyo nikawa naelewa kwamba ni bidhaa za usafi peke yake, maana sikujua kama bidhaa ziko nyingi. Kwa hiyo siku ya kwanza nikaenda nikapewa zile bidhaa zangu, nikaelekezwa namna kuzipackage, kwa sababu nyingi ni concentrate, kwa hiyo unazipaki katika package ndogo ndogo. Nikaenda nazo ofisini Jumatatu yake. Ofisini kwangu siku yangu ya kwanza tu niliuza 1,70,000. 1,70,000 iliniaminisha sana, kwa sababu nikiangalia kwenye duka langu la vinywaji sijawahi kupata hiyo faida kwa siku moja. Kwa sababu kumbuka ile soda unao kwa shilingi 300. Ukiuza 500 faida yako ni 200. Ukiuza 600 faida yako ni 300. Ile 300 ni kusanye mpaka ifike laki, maidia ni umeswete vibaya mno. Kwa nilipopata 1,70,000 kwa siku moja pale ofisini kwangu, ilinipa nguvu sana. Ilinifurahisha, nikasema wow, kama nimeweza kutengeneza 1,70,000 nikiwa niko hapa ofisini, ni kitu kizuri sana. Kwa nikawa namtafuta yule dada nikiwa niko happy sana. Nikamwambia nimepata hela, nimetengeneza 1,70,000 leo nikiwa hapa ofisini. Akaniuliza tu swali moja, Neema, unahitaji pesa zaidi? Na imani hata wewe ambaye unasikiliza hii video, sio kwamba hauna pesa. Pesa uko nayo, lakini unatamani uende ukapate extra. Kwa hata mimi niko tayari, nikamwambia ndio nahitaji nipase pesa zaidi. Akaniambia kama uko tayari kutengeneza pesa zaidi, njoo nikufundishe namna ya kufanya biashara. Sikuwa mbishi, kwa sababu tayari nishaanza kuona ile pesa pale. Nikawa niko tayari kujifunza. Nikajifunza vizuri na nikaelekezwa namna gani ya kufanya biashara kwenye social media. Nilikuwa siwezi kabisa masuala ya Instagram, sijui Facebook kufanya biashara, nilikuwa siwezi. Lakini nikajifunza, nikaweza kutengeneza page yangu nzuri kabisa Instagram, inaitwa Nay Cleaning, ambayo ikanisaidia mimi hata kama nikiwa niko ofisini. Kupitia page yangu nafanya biashara kubwa sana. Na hauwezi amini, 2024 nimeweza kupata tuzo. This one is hapa ni tuzo yangu ambayo nimeweza kuipata tuzo mwaka 2024 kwa sababu ya kufanya biashara mtandaoni. Social media ni kitu platform ambayo ukiamua kwenda kufanya biashara unafanya biashara kubwa sana. Kwa kupitia Instagram nimeweza kutengeneza faida nyingi sana, lakini nimeweza kutengeneza hii tuzo hapa kwa ajili ya mfanyabiashara bora. Vile vile 2025 nimeweza kupata tuzo nyingine kwa sababu tu ya kuwa mfanyabiashara bora kwenye pitia social media. Kwa hiyo page yangu nimeweza kutengeneza faida nyingi sana, ikiwemo ni kwamba mimi nimeajiriwa, sio muda wote nakuwa niko labda ofisi ya biashara. Hata nikiwa niko pale pale ofisini, nina uwezo mkubwa sana wa kufanya biashara, kwa sababu naongea na watu, nina watu wa delivery. Ni yes kwamba wewe utakaoenda kufanya biashara, nitaenda kukufundisha namna gani ya kwenda kutumia social media vizuri kabisa. Hao watu wa deliveries, watu aina zote ambazo tutakuwa connected na hao watu. Kwa hapo mimi ndio ilikuwa mwanzo wangu mimi kwenda kuanza biashara. Lakini baada ya hapo nikaambiwa kwamba Neema, hakuna bidhaa za usafi peke yake. Tuna bidhaa nyingi sana ambazo unaweza kwenda kufanyia biashara. Kuna bidhaa za usafi, kuna bidhaa za afya, kuna bidhaa za urembo, kuna bidhaa za watoto, whatever. Bidhaa zote zipo ambazo zote ni mahitaji ya watu wa kila siku. Katika kitu ambacho namshukuru Mungu sana, kupitia bidhaa za afya, mama yangu ameweza kupona. Alikuwa na changamoto kubwa sana ya kiafya 2023, lakini ameweza kupona. Sasa hivi ninavyoongea na wewe
ambayo yuko na afya nzuri sana. Watu wengi wakiangalia huko nje, mtu anasema kuna changamoto mbalimbali. Mfano kuna changamoto ya kansa. Mamangu alikuwa na kansa, lakini kupitia bidhaa za afya ambazo tuko nazo, mamangu ameweza kupona. Ni kitu ambacho namshukuru Mungu sana. Najiuliza maybe ningekuwa sifanyi hii biashara, labda ningeweza kumpoteza, lakini imagine kupitia hii biashara afya mama yangu imeweza kukaa vizuri. Kama mnavyofahamu, matibabu ya kansa ni very expensive. Kwa pesa ya walimu nisingeweza. Baba yangu ashafariki muda mrefu, kwa mimi nikaa baba yake. Kwa mimi nafanya kila kitu. Kwa it means kwamba ningekuwa sifanyi hii biashara, nisingeweza kupata hivyo vitu. Lakini kupitia hii biashara natengeneza pesa. Mshahara wangu wa walimu nikiuangalia na faida ambazo nazipata karibia kila siku naitwa leo kupitia hii biashara havilingani hata kidogo. Kitu ambacho kinanifurahisha zaidi kupitia hii biashara, nimeweza kusaidia pia watu wengi sana ambao walikuwa wanatamani kuwa na afya nzuri kupitia bidhaa zetu. Wanatamani kuongeza kipato kupitia biashara zetu. Ni watu wengi sana. Lakini kupitia hii biashara nimeweza kununua gari langu on cash. Ni kitu ambacho nilikuwa nakiadmire sana, kwamba siku moja niwe na umiliki gari langu mwenyewe. Mimi kama mwalimu wa kawaida nilikuwa naona giza kabisa. Asilimia kubwa ya wafanyakazi wengi, hususan kwenye career yangu naongelea maana na experience nayo, ili mtu aweze kufanya kitu kikubwa ni lazima aende akakope. Yaani ukiona mtu amejenga ni lazima aende akakope. Amenunua usafiri ni lazima aende akakope. Lakini mimi nilijiambia kwamba sitaki kukopa kwa ajili ya kwenda kununua vitu vikubwa. Kupitia hii biashara nimeweza kumiliki usafiri wangu. Ni kitu ambacho namshukuru Mungu sana. To cut my story short, hapo ndo palikuwa mwanzo, au hapo ndo mimi Neema Tapule ambaye niko leo hii. Lakini leo nataka niongee na wewe ambaye unatamani maybe kubadilisha maisha yako. Unatamani kuongeza kipato chako. Yawezekana ni graduate, yawezekana ni mfanyakazi, yawezekana ni mama wa nyumbani, yawezekana bado unasoma lakini still unatamani kuongeza extra income. Nikwambie hii ni biashara ambayo utaweza kwenda kuifanya na ukatengeneza kipato nje ya kazi unayoifanya. Sasa tunafanya biashara gani ambayo wewe unaweza kwenda kuifanya hapo hapo ulipo? Tunafanya biashara ambayo inadili na mahitaji ya watu ya kila siku. Kupitia haya mahitaji ya watu kila siku, maana yake unaenda kutatua changamoto mbalimbali za watu. Tuna bidhaa ambazo ukiamua kwenda kuzipeleka sokoni, unaenda kufanya biashara kubwa sana. Tuna kundi la bidhaa za usafi ambazo mimi ndio nilizipenda toka day one, na hapo nilikuwa sijui kama ni biashara. Tuna kundi la bidhaa za afya ambazo zinasaidia changamoto mbalimbali. Ukizungumzia changamoto za afya sasa hivi, changamoto ni nyingi sana za kiafya, ambazo hizo changamoto zinatokana na lifestyle, mtindo wa maisha. Ni vitu ambavyo watu wengi wanapata shida kule nje. Lakini ukiangalia tuna bidhaa nzuri sana za ngozi na urembo, nitaenda kuelezea vizuri kabisa. Tuna bidhaa za watoto ambao hawapendi kula, waongezeke uzito, whatever. Watoto wote changamoto zote zipo. Sasa hivi watoto wengi sana wanataliwa na kiwa changamoto mbalimbali. Imagine tuko na bidhaa ambazo ukiwapatia hao watoto wanaenda kukaa vizuri kabisa. Tuna bidhaa za kilimo jamani, kama unavyojua Tanzania kilimo ni uti wa mgongo. Kwa hiyo ukiamua pia kwenda kufanya biashara kwenye swala zima la kilimo, utafanya biashara kubwa sana. Tuna bidhaa kundi la uzito. Imagine watu wengi sasa hivi wanatamani kupungua uzito. Tuna hizo bidhaa. Lakini kuna bidhaa ambazo unaweza kuchanganya mtu akasema anatamani kuongezeka, zipo pia. Tuna bidhaa pia za watu mbalimbali. Kwa hiyo it means kwamba kupitia haya makundi yote wewe unaweza kwenda kufanya biashara, kwa sababu imedili na vitu vyote kabisa. Sasa nitaenda kuelezea kundi moja moja na baadhi ya bidhaa ambazo nitakuwa nazo hapa. Nitakuonesha na namna ambavyo utaweza kwenda kutengeneza faida kupitia hizi bidhaa ambazo tuko nazo. Okay, sasa tuna kundi letu la bidhaa za usafi. Katika bidhaa ambazo mimi zilifanya nikaweza kuanza hii biashara ni kundi la hizi hapa bidhaa zetu za usafi. Ni bidhaa ambazo ni rahisi sana kwenda kuzifanyia biashara. Kuna bidhaa moja hii hapa inaitwa Carpet Glow. Hii ni bidhaa ambayo mimi ndio ilinifanya nikaweza kuanza hii biashara. Hii inasafisha masofa, mazulia, magodoro, seat cover za gari, dining chair, unasofesha, zulia cover, sijui unasafisha kwa kutumia povu tu. Imagine hii chupa moja hapa, kama ni sofa, unaweza kusafisha mpaka sofa seti 10. Asilimia chache sana watu ambao wanakuwa na sofa hata seti zaidi ya moja. Wengi wana seti moja, mwingine labda hata seti haijakamilika. Kumbe unaweza kwenda kuwauzia watu kwenye package ndogo ndogo. Mfano kuna hivi chupa vidogo vidogo hivi ambao tunawapimia watu kulingana na uwezo wake yeye mwenyewe. Ukijiangalia wewe hapo ulipo una sofa nyumbani kwako. Ukiangalia marafiki zako unaona kabisa ni wana masofa, majirani zako wana masofa. Hao ni wateja ambao unaweza
unaweza kwenda kuwauzia hata kwa bei ndogo sana, 10,000, 5,000, 20,000, whatever kulingana na mteja wako. Imagine hii chupa hapa unaipata kwa chini ya shilingi 50,000. Lakini hii chupa moja hapa unaweza kutengeneza mpaka hata 200,000 kwenye hii chupa moja tu. Hapo ni kwa kuuza tu, haujatoa huduma za usafi. Mimi na peji yangu ya nail cleaning ambayo ninatoa mpaka huduma za usafi. Nina vijana ambao wanafanya huduma za usafi sehemu mbalimbali. Kwa imagine kupitia hii sabuni tu hapa nina uwezo kutengeneza mpaka hata 300,000 kwenye hii chupa moja tu, kwa sababu unajikuta nimepata pesa ya product na nimepata pesa ya kazi ambao wameenda kufanya kule vijana. Kwa ukiangalia katika karne sasa hivi, asilimia kubwa kila nyumba ina sofa. Sio watu wote wanamudu gharama kwa ajili ya kwenda kusafishia masofa. Hapo unaweza kwenda kufanya biashara kubwa sana, ukatengeneza pesa yako ya kila siku.